Pungie mkono. Tuna somo letu hili linasema ahadi zinapaswa kutimizwa. Haya, hebu tuombe kabla tujaanza somo letu. Omba. Baba, tusaidie turekodi kipindi, tusaidie tujifunze neno hili la Mungu, tusaidie tuwe watoto wazuri, kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Amina. Haya, tumesoma somo linasema ahadi zinapaswa kutimizwa. Na fungu la pili nasemaje? Tumeapiana kwa jina la Bwana ya kwamba Bwana atakuwa kati ya mimi na wewe na kati ya uzao wangu wako milele. Vizuri. Samueli wa kwanza 20 mstari wa ngapi? Mstari wa 42. Vizuri kabisa. Ahadi zinapaswa kutimizwa. Na wakasema tumeapiana kwa jina la Bwana. Hao waliokuwa wameapiana ni akina nani? Hebu niambie, nani waliapiana? Daudi na Yonathani. Kwani Daudi na Yonathani walikuwa ni akina nani? Marafiki. Hey, Yonathani sasa akawa ameenda wapi? Amekufa vitani sasa hizi. Na Daudi amekuwa nani? Daudi amekuwa mfalme na babake Sauli amekufa vitani. Kumbe Daudi ameshakuwa mfalme sasa, siku nyingi zimepita. Daudi amekuwa mfalme, akaanza kukumbuka zamani alivyokuwa na rafiki yake Yonathani, wakati ule wakirusha mishale, wakiendesha farasi. Alafu akakumbuka walivyoahidiana vile. Akakumbuka rafiki yake anasikitika. Alafu akakumbuka alivyomwahidi kwamba Bwana atakuwa kati yako na kati yangu na kati ya uzao wako na uzao wangu. Akasema napaswa nitimize ahadi yangu niliyoongea kwa rafiki yangu Yonathani. Akamwita mtumishi wake Ziba. Akamwambia, Ziba, kwani kwenye familia ya Sauli kuna mtu yoyote aliyebaki? Kuna mtu mmoja anaitwa Mephibosheth. Daudi alikuwa anataka afanye wema kwa mtu wa familia ya Sauli kwa sababu aliahidiana na Yonathani. Kwa hiyo Ziba akamwambia, yupo mtoto wa Yonathani anaitwa Mephibosheth. Akasema Mephibosheth ni mlemavu tangu alivyozaliwa. Basi mfalme akamtuma Ziba aende kwa Mephibosheth. Mephibosheth aliogopa, akasema sijui mfalme ananiitia nini, lakini akafika kwa mfalme. Mfalme akamwambia, unajua Mephibosheth, niliahidiana na baba yako Yonathani kwamba Bwana atakuwa upande wao, atakuwa kati ya mimi na kati yake na kati ya uzao wangu na uzao wake hata milele. Kwa hiyo leo nataka nitimize ahadi yangu. Kwa hiyo wewe, anamwambia Mephibosheth sasa, anamwambia Mephibosheth, utakuwa hapa, utakuwa unaishi hapa kwenye nyumba ya mfalme. Utakula chakula cha kifalme, utalala kwenye vitanda vya kifalme, kila kitu cha kifalme, huduma zote utazipata. Na akampa na akampa na shamba kubwa. Mephibosheth hakuamini, akafurahi. Yaani Mephibosheth na Daudi wakawa marafiki. Akawa anakumbushia zamani alipokuwa na Yonathani na jinsi ambavyo alimwahidi kwamba Yonathani lazima Mungu awe kati yetu na kati ya uzao wetu. Kwa hiyo akatimiza ahadi. Na wewe Lusaje unapaswa kutimiza ahadi, na rafiki yetu huku anayetusikiliza pia anapaswa kutimiza ahadi. Kuna mtoto anamwahidi mama, nitakuwa mtoto mzuri, unapaswa utimize ahadi yako. Kuna mtoto anamwahidi mama, nitafaulu vizuri, unapaswa usome kwa bidii. Kama anafaulu kule juu, anakuwa namba 1. Kwa hiyo ukimwahidi mama, unapaswa utimize ahadi yako. Ahadi yoyote inapaswa kutimizwa. Rafiki yetu mpendwa, hebu jiulize, umemwahidi nini mama? Timiza ahadi yako kwa mama.
Amina. Bila shaka umebarikiwa na somo letu. Tunakutakia afya njema mpaka wakati mwingine. Yesu na akutunze. Hebu tuombe. Mungu wetu, asante kwa somo zuri. Tusaidie kutimiza ahadi zetu. Tutunze hata wakati ujao. Tumeomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.